Haya, usirudize hata nimetoa wapi. Jagaramika leave it. Kwa vigaramika. Kuna ile tu anakuona tu umechakana kwamba I like you the way natural. Natural art. Lakini unaweza kwa kuna mistari. kuna kukua natural. Kukua natural unajua ni expensive hata kuliko makeup. It's expensive but mi sijataka kukua natural. Nilikuwa naeka so nimekuja nimekuitisha na niambia unapenda nikiwa natural aje sasa. Before hukuwa natural. No masa. Unajua sasa unafaa mistari. Ukwe wife material. Wife material utakuwa vipi kwa makucha? Wewe uko unakuja kwa makucha kupata. Lakini guys, we should all agree that before dating na after dating kuna vitu waga zina change. Unanielewa? Kuna vitu hata dressing code before dating. Unajua before dating ulikuwa unataka kutafuta, una attract, utakutafuta. Unaelewa? Ni kama sahi mama mzazi wako sahi haizi vaa venye unavaa sahi. Kweli ama uongo? Kwa sababu tayari ako na family. Unaelewa? But sasa huwezi niambia before dating ulikuwa unavaa skati fupi fupi unaenda hata vile kwenda out ovyo ovyo, huwezi kuwa unaenda club ovyo ovyo na umeacha mtao kwa nyumba. Hapo sasa ndo tunakosea. Hapo ndo vijana pia wanakudaga na tena wanakosea. Wewe unajua kabisa huu demu umemfuata ni wapati. Ni wa V-shots, wa miniskirt. Umempata mbwa? Wataka asiende ndugu yako mtagomba na hiyo hata ita last. Si ndo maana unaona tu ile tu ile ya kudate forma. Wala unaona at least pia umwambie tu ile kwa utaratibu. Unajua kuna yule mwenye anakuambia unajua by the baby pendi mimi ukivaa hivi yani ile prole anakuambia tu wewe unajua ni msana mtu. Sasa hivi tumevaa nini? Kama unataka nivaa hivyo then buy me what you want. Exactly. Yeah. So na mimi kama nakuprovidea uko anda unajua dem akitoka kwa familia yao akija kwa kushina jamaa for example. Unajua wewe ni kama mtoto wake. That is why kwa aisle wazazi wanaku hand over. Ni kama sasa wanasema huyu mtoto wangu sasa wewe ndo mzazi wa kama mimi nilikuwa namlisha sasa wewe mlishe. Kama ni rent wewe utamlipia rent. So wewe unafaa ndo maana pia mademu wanaitanga wanaume dzari. Because ni kama babako. Unanielewa? You're supposed to take care of you. Make sure venye unadishi, venye unalala, nini, venye unavaa. Yani literally ni kama mzazi wako. So kuna ile respect pia venye unapea mzazi unafaa kumpatia. Jee anakuprovidea, msana kuprovidea na make sure. Kuna swali, ukiwa under his roof. Na ile yenye dema na kaki vyake, shalia na kaki vyake. You still have to follow those rules. Okay. Kuna respect yenye kama ni unaweza hata lazima kama anakutekea ile yenye unaona mtu ako na ile impact ile kwamba kama ya mzazi kwa maisha. Na kuna ile tu ako topo kwa baby, honey, sweetie, lakini sheria ni za Musa. Na sheria hivi msururu. Sheria kwenye shikisho. Saa moja pata manyo. Dera. Saa moja sijui nyumba na ujui nakula nini. Umekula sasa, wewe upendi kukula wewe. Utakonda. Tulifanya shopping. Ajui. Mimi hata ni kama shopping yangu inaisha. Lakini si element la karibia. Sasa tutadu. Tutadu. Kama utafanya? Baby na uwana crab. Umejaribu kukunywa Panadol? Pole, utakuwa sawa. Na kama sako zinakusumbua. Utakuwa sawa. Leta roses basi. Na chocolate ama ice cream. Hapo. Unamweleza uko na creative na kuuliza, hizo si vitu za kila siku. Alafu unajua tu hapo nikwambia my man. About story na flowers na roses and etc and chocolates. Hapo pia there's another debate. So ni lazima mwanaume awe anulia demu yake flowers. So lazima lakini si atuseme wende kwa flowers. Kuna ile yenye mtu anaga lakini hata ka yogurt. Yaani anaonyesha ile kukea. Nini? So hiyo yogurt anabaya anakuletea ama nakwambia nakwekea tu kwa kawana. One of the love languages. Chukua ka yogurt. True. Kwa sababu
unamsurprise tu ajui. It is the thought that counts. Na tunafaa kujua kwamba kama tuseme umepika pilau mahali unabeba unasema kuna hii kidogo nimekuja nayo anaka ni piece moja ya nyama iko ndani shikilia kuna hii nilipika nataka uonje mkono wangu ndio kumbuka asante lazima lakini mkono mtupu nataka watu hawafanani madema hawafanani mashalio hawafanani so mwenye ana date huyu si mwenye anani date kweli shida si madem sometimes tunapenda kukompare ati shida zangu ameniletea maua mimi mbona ngoja niletea maua tukumbuke hawafanani. Sasa una pressure chali juu. Mimi naanza kuambia wao nataka maua. Unajua watu nitenge maua na yeye mwenyewe maybe hata aoni kama hata maua ni kitu ya kupea mtu. Maybe yeye ni gifter wa vitu vingine. Uko hapo unaangalia Tanzania maybe hata yeye maybe he gifts you na M-Pesa. In a different way. Yenye huja nitaoni. Kuna wale pia hawaonyeshi yao seti ile mbele za watu. Mkiwa tu private anakuletea. Shida yetu sasa sometimes wasichana tunakuanga na shida. Hata kaja nitajua na giftiwa. Alafu kuna some men hawakuangi romantic but wanakuanga very responsible. Yaani kama sijui ni bilia nini yeye amesort. Kama ni nini amesort. Kama sijui ni kwa kama ni kwa msik bili imefika sijui 50k atalipa. Mambo ya maua sijui 10,000 hapo pole. Na most of us tulikuwa na raised by such parents. Anakuambia mambo na sijui wataka nguo ya kwenda out sijui kufanya nini sijui nini hiyo ngoja tungoje Christmas. Lakini I think talking on mtu wako unamuongelesha unamwambia by the way mimi napendaga mtu akininulia gift hivyo unamuelezea vitu venye unataka sasa tunataka from nowhere ajabe kwa kichwa ajue eti basi wanataka kuna yule mwanamume na uko sawa unamwambia tu kuna venye mimi napendaga gift nitenga hata tu lollipops anajua au mtu wangu anapenda wewe je mwambie unapenda gift unamteach pole pole wewe unamfundisha jua nini kama watoto by the way venye unamfundisha ndio the more anashika ukimwacha hivyo ndio pia anakuwa hivyo sema uongo atajua hata wewe ona hajui tunangoja siku yenye Mungu atamtuma kwa maua atazipita hapo akidhani ni za nyuki na zimefungwa zile kwa mbele au zitatwa hapo hizo chocolate anazonapo anasema hizi ni za wasichana wengine bebe wangu apendi hizi au hapo uko na cravings ajabu ndio nakwambia unafaa kuona tu kwa status wewe ni una like nothing for others till my turn comes hakuna tani tafika ajui ipo siku ajui sasa na vitu na pia maybe ufanya nini ile pia wewe umnunulie umonye unajua hapo unaweza fundisha mtu na venye utamfanyia ikipata kitu fulani mpe siku fulani mpe hata yeye atakuja kusema leo pia ni siku ya wasichana tani mwenzangu upeani yako ataka upewe sasa acha nikuulize swali so if a man like provides a traditional man provide hizo like ako very responsible ana take care of you kama ni bills nini maybe hata mme move in together maybe kama ni shopping kama ni wig anakunulia according to you what does this man like get in return like anafaa ku expect nini kwa mwanamke ya kwanza respect utamheshimu kama baba nyumba at the end of the day your love inafaa tu iko genuine naone kabisa huyu mtu na pia si kama umemove in naye obvious kuna kumtekea utamtekea tu juu hiyo ndo utaleta entertainable take care sasa mimi sitakuletea lakini mapenzi yangu nitakuletea so hizo tatu na vingine vingi kwa honest na yeye uko hapo anajua this is my woman so na loyalty si kwa hapo ndani lazima ukuelewe upo kwa hiyo nyumba unataka kucheat jamani genuine love tayari inafunika hiyo loyalty tayari so other thing maybe you try to build in school unakaa pia unamuelezea unaongea unaelewa madem mwenyewe so your man has money but mmekuja pamoja but ani hapo wanaume siku pesa itakata tu hivi yani 10 million wewe as a woman ujaribu kuifanya ifike 20 wewe unataka iishe life yake igrow kuna impact ya at least anasema niko na msichana at least
Ndio maana hata watu tunasemaga nini, sometimes unachunguza watu wenye wamemove, sometimes alafu wanakuja wanaachana, unapata mwanamume na mwanamke mwingine, unaanza kujiuliza mbona hivi. Sometimes rudi wewe mwenyewe sana nyuma, jiulize mimi nilikuwa naye ni wapi, mimi pia nilikuwa naenda mapo. Sometimes tusiko tunapenda kurusha vile mzuko, ni huyu, wewe pia jirudi ujisome. Maybe ulikuwa pale ndani alikuwa kuleta 10,000 wazimaliza zote mpenzi wewe makucha mwenzangu, nilaka shopping pia ununue. Uko wapi? Niko kwa hoteli nala. Hata chumvi, hata refu. Uwezi contribute. Anajua tu huyu ni mimi, maisha yake yote ni mimi. Alafu amepata mwingine huko nje amempatia 5k. Anamwambia unajua ni pesa yako imezaa, uko na 10k sahi. Yule mtu anamotivate kule nje. Unataka kuniambia atasettle na wewe ama yule mwingine? Ataenda kule obvious. Sasa pia ujaribu kuinuana, msibaki pale pale kwenye mmebaki. Especially kama wewe msee ni mtu wa biashara. A business person anafikiria hii shilingi nitaifanyaje iko shilingi 2, shilingi 2 itakuwa shilingi 3. Hata pia kusema. Unajua kuna watu wasema. Kuna watu wajui kusema kabisa hawana pesa ya kesho. Akipata leo anamula yote. Fundisheni kusave. Learn to save. Kuna kesho, don't live for today only. Unasema kesho ni ya Mungu. Mungu pia anasema anajisaidia na msaidia. Savings zinakuwa ngumu. Imenishinda guys. Jifunze mpenzi, ndio nikufunze. Niko hapa kwa ajili yako. I think it's a habit. It's not about kufunzwa. Unajifunza pole. Baada ni kufunzwa hapa hivi. Unapata mtu mwenye kuna mtu anakumenta in terms of savings. Ulikuwa unataka kusave, uko na goal fulani. Umesave. Upate tu mtu mwenye anakukumbusha na pia uko na discipline. Pesa inataka discipline. Okay, mimi kusave yangu ni through yaitwaje chama. Nilikuwa nataka kusema hiyo nyingine. Na kuna ile yenye wewe unajua hii pesa iko mali fulani na mimi siwezi shika. Sasa iko mali fulani siwezi shika. Sasa hapo hiyo ndo shida. Hiyo ni discipline. Hapo ndo kuna kizungumkuti. Unakuwa na discipline na pesa yako. Ndio unaona ukifanya hivyo itakusaidia sana, itakusaidia. Hata ukija kwa mwanabiashara mkubwa itakuja kusaidia. Unajua utakuwa unajua hii it's definitely not for other purpose. For me, mimi naweza cheza chama saa hizi hapa. Hiyo yenye nitapokea nitacheza nyingine hivyo. Nisikae na hiyo pesa. But eti mniambie nimeiweka mahali. Okay, kuna two types of people. Unaelewa? Kuna ule mtu bila chama yeye is safe. Unaelewa? Yeye bila chama so long as pesa kuna 10 bob kwa M-Pesa roho inapiga. Chama mimi siwezi acha nisadanga. Alafu sasa watu wenye hawapendi chama they are very good at saving. Siwezi chama manake nafikiria tu huyo mwanadada apokea kimbie na mtoa wapi. But sasa siku hizi banks zime create your own. Unaweza enda kama vile mko hivyo watatu mkasema mnaenda bank mna create chama. So bank ndio inakuwa ina hold hiyo pesa, unaelewa? So bank unajua hizi toroka. Sasa kuna app ya chama kama unajua. Yenye unaweka kuna paka ya 10 bob ya 20 zenye ambazo zinaweza nisaidia. Yenye unaweka dates. Even na mwezi wa 6 tarehe ngapi? Utaweka 10 daily hadi mwezi wa 6 utapata. Even circles. Hiyo ni app. Lakini sasa wale wenye kuamini chama maana pia mimi wapenye pia siamini sasa. But kuna pesa yangu inaenda. Kuna zile apps, kuna zile kampuni kama banks kubwa kama M-Pesa, you can trust M-Pesa. Itwe kwa bank, itwe chama. Bora imetaja chama. Washani tenda. Hiyo nayo ni kweli. Nilicheze kakazani wangu ndo kila mtu hayupo. Ndo tena kutavunjika. Alafu pia the fact that unafaa kungoja kama mko watu 12, unafaa kungoja 12 months. Mimi akili yangu inaniambia tu mimi save si tu kwa 12. Si ni ugumu. I'll save for those 12 months. Sasa hiyo pesa nitaweka hadi 12. Nipokee ikiwa yote hiyo 12. Lakini nipe mtu. Sasa hiyo iko hivi. Wewe unajisavia peke yako mpaka 12. Hawa ni 12 people saving the same amount. Mimi akili yangu inanituma 12 people wale 12 more than what you are saving. Wale 12 nikeka for 12 months nitapata ile itakuwa the same. Nitapata ile idadi. Kama kule nitapata the same amount. Because kwa sijangoja mtu. Unaona ule mtu wa kwanza ndio wana benefit. Let me tell you. See, tuko 12 people. We are saving 1,000 per month.
aya kitambo ifike hiyo itakuwa 12k. Lakini